Bana, kwenye mziki wa bongo flavor ama bongo hip hop, waanzilishi achana nao. Kizungumzia sana waanzilishi, unaweza kuwakuta ni watu wa zamani sana ambao hawakupewa fame, hawakupewa sana jicho, hawakupewa sana hype ya kwamba bwana wao ndio walikuwa watu wazito sana. Lakini mimi kwa upande wangu naangaliaga zaidi wale wanaozalisha, producers wanaozalisha ule mziki. Bwana, kwangu mimi naonaga kuna maproducer wawili ambao nisi walikuwa watu wa muhimu sana kwenye kuzalisha mziki wa kipindi hicho. Na mwingine so namkuta kuna P-Funk Majani kutoka Bongo Records na Master J kutoka MJ Records. Hawa ni maproducer wawili ambao kipindi cha miaka ya nyuma zaidi, miaka ya 90 huko, 98 90 ngapi huko, miaka ya nyuma, kipindi mziki ndo tuseme ndo unashikashika sana hatamu, ama ndo wengi unaanzaanza sana kwa midundo sana ya bongo flavor au hip hop, zile za kina Ngwea, za kina Chidi Benzi, ndo iko inaanzaanza. Kwa hiyo bwana, mimi nawaonaga kama hao ni mambuzi. Lakini unajua kwenye kusema ni mambuzi tunazungumzia GOAT, greatest of all time producer hapa Bongo. Lakini the way wanavooperate, the way wanavotengeneza ngoma zao, the way wanatengeneza midundo yao, na uzuri walikuwa wanashirikiana tofauti na miaka sasa hivi. Sasa hivi unakuta maproducer labda mkute wa kumix ndio unakuta anashirikiana na wale wengine. Hawana ushirikiano mkubwa kama wa zamani. Afu hata hawana ile love au ule upendo wa miaka ile ya zamani. Maproducer zamani namkuta P-Funk yupo kwa Master J, wanapiga story, wanatengeneza mdundo. Lakini sasa hivi ni ngumu sana kumkuta Genius Genie anafanya kazi labda na Stukiz. Unamkuta labda Mko Genius anafanya na Stukiz, anafanya na nani au underground ya. Unakuta hawana ule ushirikiano hivyo kama miaka zamani. Na zamani walikuwa wanaweza kambeba msanii. Ni kwamba msanii anaweza karekodi hata nyimbo zake bure pale, lakini kikubwa wao wampeleke mbali. Na midundo yao ilikuwa kweli, ukisikiza ngoma nyingi za zamani unaona kabisa huu mdundo hata ukipigwa sasa hivi huu bado unadunda. Tofauti na sasa hivi, maana na muziki ya sasa hivi mingi inatengenezwa kutokana na trending. Unakuta kimetokea kitu fulani, msanii nao anaandika nyimbo kupitia ile trending. Baada ile trend kufa tu ndio ule muziki na unakufa. Lakini wangekuwa wanatuliza akili kuandika kama muziki ya zamani, unakuta mdundo wa zamani unaishi sana. Na kwa hao wawili bana, mimi siwe mnafiki, wote walikuwa magoti, wote walikuwa mabaya sana kipindi chao, wote wametengeneza midundo mikali. Lakini kati ya wote wawili lazima kulikuwa kuna mmoja ambaye alikuwa anaua sana. Lazima kuna mmoja ambaye yani ukimweka sasa hivi, kimlinganisha sasa hivi, yani atakuwa bado ni mbaya sana. Lakini kwa vile hawatengenezi sana mangoma, hawatengenezi sana zile nyimbo, kwa sababu kwamba vizazi vya sasa hivi vimehamia sana kwenye midundo mepesi, vimehamia sana kwenye muziki mwepesi, sio muziki ambao wa kuumiza kichwa.